mujibu wa Mungu anasema nini. Ndiyo. Yani Wakristo wote unaowasikia, yani wanafuata kitabu kinasemaje, sio Mungu sasa hivi anasemaje. Unanielewa vizuri? Ndio. Hapo sasa moja kwa moja mtu anakuwa yuko kwenye mfumo harisi wa mpinga Kristo. Narudi kwenye hoja yangu. Sawa. Waroma walivyoiunda hii dini ya Kikristo, umeelewa? Baadaye wakaanza kutafuta mataifa mengine yaunge mkono. Umeelewa? Haya, mwaka wa kama sikosei ni 1559 ilipoundwa ile Roman Empire yenyewe ile sasa ya zile pembe 10 vichwa 7 na pembe 10, kama nakosea watu watakosoa, haina tabu. Ilipoundwa vichwa 7 na pembe 10, umeelewa, ndipo alipoinuliwa papa sasa. Ndipo ikachomoza pembe ndogo yenye macho kama ya binadamu na ufahamu kama wa binadamu. Unanielewa? Baada ya hapo sasa baada ya hapo kuunda mfumo wa Roman Empire, ndipo wakaanza kutafuta nguvu kwa mataifa mengine. Nchi ya kwanza ni Hispania. Walivyompata Muhispania, naye akafasiri Biblia kwa lugha ya kwao, na mahala walipomweka Mungu wao wa Roma, na Wahispania wakamweka Mungu wao, yani wakamtoa yule Mungu wa Roma wakamweka Mungu wao kwenye Biblia yao. Kwa ukienda kwa Wahispania hautamkuta Mungu unayemsema wewe huku, utamkuta Mungu wao, yani miungu ya kwao kwenye vitabu vyao vya Biblia. Si kama unanielewa? Kutoka kwa Mhispania akapokea Mwingereza, kutoka kwa Mwingereza akapokea Mjerumani. Umeelewa vizuri? Ndio. Na ndo hizi nchi sasa kubwa kutoka kwa Mjerumani akapokea Mswitzerland kama sikosei. Yes, Mswitzerland. Kama sio Switzerland ni New Zealand. Wakapokea hawa jamaa. Na ndo hizi nchi kubwa ambazo zinamiliki dini ya nini? Dini ya Kikristo duniani. Ndiyo. Hizi ndo nchi kubwa. Hizi nilizokutajia hapo juu. Ndizo nchi kubwa zinazomiliki hii dini ya Kikristo duniani. Umeelewa? Hauwezi kuzungumzia Ukristo duniani bila kuisema Italy, bila kuisema Hispania, bila kuisema Uingereza, bila kuisema Germany. Na hii nyingine ya tano inanitoka kidogo, lakini kama sikosei ni Switzerland, kama sio New Zealand. Umeelewa vizuri? Mojawapo kati ya hizi imo. Unanielewa? Hawa bwana ndio walioshika dini ya nini? Dini ya Kikristo. Lakini ndani ya dini hii ni miungu ya kwao, sio Mungu huyu unayemuwaza wewe huku. Ni miungu ya kwao, na ni Mungu mke. Asilimia kubwa miungu ya Ulaya ni Mungu mke. Unanielewa vizuri? Baada ya hapo sasa kwenye ule ukoloni ndo tukaletewa sisi wa Afrika miaka ya 1907-05. Umeelewa vizuri? Ndo tukaletewa sisi kwa njia ya ule ukoloni, wakitudanganya kwamba wanatuletea Mungu, alafu sisi wanatuachia maneno, wao wanachukua mali nyakati hizo. Umeelewa? Kipindi hicho tukakaa na hii dini, tukaacha uhalisia tu wa kwetu ambao Mungu alituachia, tukapokea hii dini ambayo ni ya udanganyifu. Usisahau, ni ya udanganyifu. Tumekaa nayo mpaka leo, na hata ukiifuatilia kwa 90% haina msaada kwa Mkristo. Yani usipojitafuta upya kuhusu Mungu, umepotea. Na ndio maana wako watu wamekaa miaka 40 kanisani hawajaona furaha ya kukaa kanisani. Kwa nini? Kwa sababu wamekaa kwenye mfumo wa mpinga Kristo, wakizani ni mfumo wa Kristo Yesu. Umeelewa? Lakini ukitoka sasa kwenye mfumo wa dini, yani ukitaka kumuona Mungu, wewe toka kwenye mfumo wa dini, toka nje ya dini. Huku nje ndo utamkuta Mungu. Huko ndani ya dini huwezi ukamkuta Mungu. Huko utazikuta taratibu za Mafarisayo na makuhani, ndizo zilizokaa huko. Umeelewa vizuri? Ambazo zilikuwa kinyume na nani? Na mwana wa Adamu. Umeelewa? Na ndiyo mambo yaliyokaa kwenye dini. Sasa kama kuna hayo kwenye hiyo dini ni dini ya mwana wa Adamu hiyo? Hapana. Inakuwa ni uongo na ni uhuni, ni wizi. Unaelewa vizuri? Lakini kitu ambacho natamani msikilizaji atafakari mwenyewe kwa historia tuliyompatia, kwamba Yesu Kristo aliacha injili kwa mitume. Mitume waliacha injili kwa nani? Hapo ndipo tujiulize wote. Ndipo nasema tutaungana, mtarudi tu kwenye hoja yangu kwamba hii dini tulionayo ni dini ya mpinga Kristo, kwa sababu mpinga Kristo ndiye aliyewaua mitume ili ainue chombo chake ambacho ndicho hichi leo tunakiita nini? Tunakiita dini ya Yesu.
Kristo, ambayo ndio hii mtu akichota maji nje pale akikwambia kunywa wewe utakuwa hivi, basi kila kitu kinaenda sawa. Ndio. Akichukua mafuta ya kupikia samaki pale akikwambia ukipaka haya wewe unafunguka, yote yanakuwa sawa. Hilo halina tabu sana. Ndio. Hilo halina. Na hao wanaojaribu kutuweka kwenye mfumo huu, mimi sina mashaka nao sana. Labda shaka anatumia Mungu gani? Umeelewa vizuri? Labda niseme hivi, mtu yoyote ambaye ana neema labda ya miujiza, ana neema ya maajabu, ana neema ya kukusaidia kwa namna moja ama nyingine. Kama kweli inatokea kitu kikubwa cha kutafakari, usitafakari nini kinatokea, anatumia Mungu gani? Hilo ndo ujiulize. Umeelewa? Hapa kinacho operate hili jambo ni Mungu wa kweli ama kuna vitu vingine? Umeelewa? Tunapozungumzia dini, hatuzungumzii kazi zinazotendeka kwa ujumla, tunazungumzia mfumo tulionao kwenye hizi dini. Umeelewa? Kwa sababu dini inapinga miujiza. Hii dini ya Kikristo inapinga miujiza. Yaani hizi kazi ambazo ambayo yanaonekana kwamba ni matendo makuu ya Mungu, dini inapinga. Ndio. Umeelewa vizuri? Dini inapinga kabisa. Haitaki kabisa ukae kwenye mfumo huo. Kwa sababu nini? Kwenye hilo eneo kuna watu watafunguliwa kweli, na afu wataijua kweli. Kwa dini haiwezi kuruhusu hiki kitu. Kwa hiyo sasa, uwe ni nabii wa uongo, uwe ni nabii wa kweli, lakini kama una sehemu ya kuwafanya watu wapone, wewe hawakutaki. Ukiponyesha kweli, wewe hawakutaki. Wewe hautaki. Ukiponyesha uongo, wewe ni sehemu yao. Wanakudhamini, wanakudhamini na kukudhamini wewe. Sasa hao wanaabudu kwenye uongo na sio kwenye ukweli ambao unaotakiwa. Yes. Umeelewa vizuri? Ndio. Ukishasimamia kweli, utaona tu jinsi ambavyo vita itainuka kwako, jinsi utakavyopingwa na watu, na watakaosimama kukuzuia ni wachungaji. Toka nimeanza kuzungumzia hii habari, toka siku ya kwanza, si mbaya ninazopokea ni za wachungaji. Wanakupigia. Yes, yaani si mbaya ninazopokea ni za watumishi wa Mungu. Unaweza ukatuambia kidogo, ukatugusia wanazungumza kwenye engo ipi? Kwenye mazuri, kukupongeza ama kukukataza usiendelee na hichi kitu? Kiufupi wanatukana. Kiufupi niseme wanatukana kwamba yani ninavyosema hii dini ni ya uongo, wao wanakataa na wanarudi kulitukana kwamba muongo wewe. Lakini ukirudi kuwauliza kwamba hebu tuwekane sawa tu, tuondoe ushabiki, tuondoe hasila, tuwekane sawa. Hebu tuambie wewe sasa kwamba ukweli umesimama sehemu gani? Hapo sasa ndo matusi yanainuka. Kwa sababu hana huo ukweli. Hiyo umenielewa? Hana la kukwambia. Ndio tunarudi pale Mazinge, mpe huyo. Wewe Freemason tu. Huna la kusema. Mnataka kuiduka kwa ajili ya kutukana watu, kuponda madhehebu na nini. Sisi kiukweli hapa mimi Ibrahim sio kwamba nimekuja kumtukana mtu wala kutukana dhehebu wala kutukana dini, no. Nazungumza ukweli. Kama nasema tena, kama una jambo la kuwafungua watu kwamba hii dini ni ya kweli, aisee tuambie. Maana tunachotaka sisi ni ukweli. Hivi umeelewa vizuri? Tunataka ukweli kuhusiana na hiki chombo kilichobeba watu wengi ambao wanafikiri wanakwenda sehemu salama, kumbe wanakwenda shimoni. Mwanadamu anasema njia ni pana na wanaokwenda ni wengi, lakini njia ni nyembamba, waendao ni wachache. Manake ni nini? Manake hii dini hii imebeba watu wengi sana, ni ya uongo. Lakini kwenye ukweli wako watu wachache. Ndio sisi kina Ibrahim. Sisi yani siwezi kuweka unafiki. Ndio sisi kina Ibrahim tunajua ukweli kwamba hii dini ni ya kihuni. Huku ni kwa mpinga Kristo. Mwana wa Adamu hakuacha vitu kama hivi. Na ndio maana leo haufundishwi kumjua Mungu, unafundishwa kuijua Biblia. Sasa Biblia itakusaidia nini wewe? Hapo ulichokisema kwamba wanakutafuta, wengine wanatukana na kukuambia ni muongo. Kuna mchungaji mmoja maarufu sana sasa hivi, maarufu kweli Tanzania hapa, anakuambia kwamba mimi nachukiwa sana kwa sababu naongea ukweli. Na nitazidi kuongea ukweli kwa sababu nilikuwepo kwenye Uislamu, nikatoka nikaambiwa niende huko kusaidia na naongea ukweli. Na mimi ushamfahamu tayari huyo mtu. Nakuelewa vizuri. Anakuambia hivyo. Sasa na wewe unavyokisema hiki kitu naona ni sawa sawa na waanisha na yule bwana. Yes, nizungumzie Biblia. Nizungumzie kidogo Biblia hapa. Kama kwenye historia ya Injili, nafikiri tumegotia Yesu aliacha dini huko wapi? Injili wapi? Kwa mitume. Na kutoka hapo sasa Injili ikafa, maana mitume wamekufa sasa. Injili ikapokelewa na nini? Na mpinga Kristo. Ndo akaweka hii dini ambayo ndo dini ya nini? Dini ya uongo. Njia
ya uongo ambayo wengi tumeifuata. Ukitaka kumpata Mungu, toka nje ya dini. Yaani wewe toka nje ya dini, mtafute Mungu nje ya dini, Mungu utamuona. Yaani Mungu utamuona wazi wazi, Mungu utamuona. Umeelewa? Hii dini imewaweka sana watu kwenye habari za maandiko. Soma Biblia, soma Biblia, soma Biblia. Watu wanasoma Biblia wameshika vifungu na vifungu, lakini hakuna eneo vinawasaidia. Kwa sababu Mungu hana mfumo wa kuendesha watu kwa kitabu. Hivi unaelewa? Hana mfumo huo. Mungu anaendesha kundi la watu kupitia mtu wake. Na ndio maana mwanzo wa Biblia mpaka mwisho wa Biblia kuna mtu anaitwa nabii. Unaelewa vizuri? Ndio maana tulisema siku ile kuna makuhani ndani ya hekalu, waangalizi wa kanisa, umeelewa, na kanisa lipo, lakini nje ya hekalu hilo hilo kuna mtu anaitwa nabii. Alafu huyo nabii anapingwa na makuhani na hekalu niseme, ama na kanisa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amemuinua mtu huyo nje na wao ili awachunge wao. Na ndio maana mkosoaji juu ya hekalu ni nabii. Ukisoma Biblia sasa, maana yake ni nini? Mungu hachungi kanisa kupitia kitabu fulani, anachunga kanisa kupitia mtu wake, jicho lake. Jicho la Mungu duniani ni nabii. Ndio. Kichwa cha Mungu duniani ni mfalme. Ndio. Umeelewa vizuri? Hicho ndio kichwa cha Mungu duniani, lakini jicho lake ni nabii. Umeelewa vizuri? Tukija kwenye tafsiri ya maisha ya sasa, nabii kama ndo kapteni anayeunganisha kati ya mwanadamu na Mungu. Kwa sababu ndiye anayeambiwa siri. Maagano. Angalia kwenye unapokuja kwenye hii nini, gharika. Agano lilikuwa kwa nani? Kwa Nuhu, kama sikosei, si ndivyo? Mungu aliweka agano na Nuhu. Hakuweka na kanisa, aliweka na mtu. Yaani ukienda kwenye maeneo yote ambayo Mungu amefanya kazi, hauweki agano na kundi fulani, anaweka agano na mtu. Ndio. Yesu anakuja, Mungu ameweka agano na Yohana. Yohana ameondoka, Yesu ameweka agano nani? Mungu ameweka agano na mwana wa Adamu ambaye ni mwanae sasa. Umeelewa? Anaondoka mwana wa Adamu anaweka agano na Petro. Unajielewa vizuri? Ndio. Utakachokisema Petro duniani na mbinguni kitakubarika. Umeelewa vizuri? Ndo agano ameliacha pale. Sasa Petro aliacha agano kwa nani? Alivyoondoka. Ndipo utarudi kwenye maandiko sasa, kwenye unabii. Unabii unasema kwenye hizo nyakati mnyama atainuka, atafanya vita na watakatifu na atawashinda, na alishawashinda. Kwa hiyo sasa niseme hivi, kutoka kipindi hicho mpaka wakati huu injili imepotea. Kwa hiyo tupo kwenye mfumo wa uongo. Hapa tulipo, jitafute upya. Usijidanganye kwamba upo kwa Mungu. Ukiwa kwenye mfumo wa Ukristo unajidanganya bure. Nakwambia ukweli, hiyo njia ni pana iendayo shimoni. Na unajua, unaona kabisa kama mimi hapa nadumbukia. Na ni kweli kabisa. Na msaada wa kukuinua kama hujahitaji kuutaka wewe mwenyewe, basi huwezi kuupata. Huwezi kuupata. Yaani lazima uchangamke. Kwa hiyo sasa Mungu, asante Mungu ametuleta kina Ibrahim sasa. Tunauongea huu kweli Mbeya leo. Anayesikia leo hii ndo anapona. Ndo atawaambia na wengine kwamba jamani, shtukeni hapa, hatuko salama. Mtafute Mungu nje na yaani ukishatoka tu kwenye mfumo wa dini, basi Mungu umekutana naye. Umeelewa vizuri? Ukikaa kwenye mfumo wa dini umefeli. Sawa. Sasa kwa dakika yetu moja iliyobakia hapa, naomba kama kuna kitu cha nyongeza kwenye somo letu hapa ambacho kitatufungia kwa siku ya leo na tukahaga hapa tukaondoka. Hebu kiweke chini ili mtu akilala anakifikiria mchungaji alimaanisha nini mimi kuniambia na kunivuta kwamba nijue dini ya kweli. Niseme hivi, usiweke hasila tunapopeana mawaidha haya. Usiweke chuki wala hasila. Tafakari. Haya maneno usiyawekee chuki. Tafakari, chunguza na wewe. Ili tusaidiane kupata ukweli na watu wafunguliwe waijue kweli ili tuende pamoja. Umeelewa? Na naruhusiwa kutaja namba ya simu? Namba simu muhimu. Okay, namba ya simu ambayo utatuma swali lako, utatuma hoja yako yoyote ile, shida yako yoyote ni 0795418044. 0795418044. Una swali, una chochote, basi uliza. Mimi niseme Mungu awatunze, Mungu awalinde popote mlipo, muwe salama. Amin. Amin.
Mchungaji amemaliza hivyo na ameweza kuzungumza vitu vingi sana na elimu kubwa ameitoa kuhusiana na kutaka kujua dini ya kweli na nini kifanyike, kwa sababu kuna wapinga Kristo na Wakristo wenyewe. Mpaka kufikia hapa, mimi sina la zaidi. Niite Mo Brand Kitaa, Mr. Nyenyezi Mtakatifu wa Kusini. Niwashukuru sana makameramani wangu wote wawili, ambao kuna mmoja anatupeleka Google Meet na kuna mwingine anaturusha kwa mtandaoni pia tunaonekana. Asanteni sana kwa kutusikiliza. Msikilizaji popote pale ulipo, endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyofuata kutoka 91.3 Dream FM Mbeya. Asante.